الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ndugu yangu Sheikh Athmani Hizb Tahrir, barakallahu fika wa tafadhal maana. Shukran bwana. Naam, ndugu zangu, mwanzo fahari tulifakhiri naye Sheikh Abudi, kwa mara nyingine tena tumpata kukutana na yeye ni nasaha dunia kwenye kipindi chetu nasaha dunia, na mambo yangu ya kibinafsi ndio kwamba yani kera hususan maradhi na mambo mengi naona dikidiki nuksi chungu nzima. Sheikh Abudi, nataka mwelekeo juu ya hili. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwan ila zalimin. Ndugu yangu Sheikh Athman Hizb Tahrir, nasaha nataka kukupa yenye kukuondoshea matatizo ulionayo na kufanya uwe na raha na utulivu. Jambo la kwanza, siji ya kwanza, lazima uwe na istiqama na Mwenyezi Mungu. Uwe istiqama na Mwenyezi Mungu, uko sawa sawa katika amri zake na uko sawa sawa katika kuepuka makatazo yake. Hilo ni jambo la kwanza. Baada ya hapo, lazima uwe na subra katika mambo yanayokupata. Masaib yanayompata mwanadamu huwa ni sampuli mbili. Kwa hikma yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ile masaib yanakumpata muumini. Yanakumpata muumini ile masaib, mitihani, makero, balaya, maradhi, kwanza huwa amependwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu katika hadithi iliyo sahihi ilipokewa na kipenzi chetu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasema idha ahabba Allahu 'abdan ibtalahu, Mwenyezi Mungu akimpenda mja wake humuonda kwa mitihani, kwa kila sampuli mitihani. Almuhimu ile mitihani yataka uiangalie namna yake, na mitihani wa sampuli mbili au ile masaibu wa sampuli mbili. Kuna masaibu ya kuwa ni kafara ya madhambi yako uliyofanya ya nyuma, basi Mwenyezi Mungu badala kukuadhibu kesho akhira atakuletea ile mitihani hapa ipatie ondoke ile adhabu ya kesho akhira. Hiyo ndio sampuli ya kwanza. Sampuli ya pili yani msame na upata wa Mungu ana daraja atakakufikisha ile ibada zako zote unazozifanya, bado hujafika ile daraja atakayo Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu akakuletea ile masaib na misiba mbalimbali na mitihani mbalimbali, upate nini, ufike ile daraja yake atakayokufikisha daraja kubwa. Lazima mtu awe na subra katika masaibu ya nini, ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanapokupata, kwa sababu ile masaibu yanapokupata lazima uwe na subra, kama ilivyoeleza Al-Qur'an Al-Karim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema baada ya billahi minash shaitani rajim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Takani msaada katika ile masaibu yanayowapata kwa kuswali na kwa kusubiri. Kusubiri ni kutobabaika, ukashtakia huyu ile ndio makosa. Lakini kushtakia daktari maradhi ulionayo hakuna makosa. Umekosana na mke wako ukataka shauri kwa rafiki yako nifanye nini, ile si kubabaika. Baadhi watoto hawasikii na nini, ukitaka ushauri kwa marafiki zako si kushtakia kule. Kushtakia ni kule kubabaika, umefanya nini kwa Mungu? Kwa nini Mungu amenipa mambo haya? Kwa nini amekuwa haya? Kwa nini haya naondokee? Ile ndio kubabaika. Na Mtume asema mwenye kupata msiba akawa hakusubiri atapata misiba miwili. Msiba wa kwanza ni kukosa kile kitu kilichompata, kukosa kile kitu alichokuwa kitaka. Na la pili, msiba wa pili ni kesho akhira atakuwa hana malipo. Kwa sababu ya nini? Ya kubabaika na kufadhaika na kushtakia watu hili na hili. Sasa mimi nitakupa kitu kimoja, kijui moja. Ndugu yangu, ukiwa na matatizo aina yote, ikiwa ni maradhi, ikiwa ni balaya mwingine, ni mitihani kwa watoto, kwa mke wako, kwa ndugu zako, kwa marafiki zako, yote atakupata na kushauri. Salafu na salih wametuelekeza njia ya kufanya. Ya kufanya ni ipi? Ni kwamba uinuke saa 8 ya usiku, ndio wakati mzuri. Lakini unaweza kufanya wakati wowote, lakini ule thuluthul akhir min al-layli ndio aqrabu ijaba.
ile tajali ya Mwenyezi Mungu huwa imekuwa karibu sana wakati ule. Mwenyezi Mungu alingania, kuna mwenye shida likamwondoshea, kuna mwenye maradhi kampoza, kuna mwenye deni kalipia, wakati ule akhiru layl. Basi na kushauri uinuke akhiru layl kwenye saa 8 9 mpaka 10, usali rakabili sunnatul haja, rakabili sunnatul haja. Na rakabili zile, raka ya kwanza utasoma suratul Fatiha, sura na kul ya ayyuhal kafirun. Raka ya pili utasoma suratul Fatiha na usome kul huwallahu ahad. Kisha ukimaliza leta istighfar mara 7, swala mtume takbiri mara 7, kisha uinue mikono mali iftikari, kama unakujidhalilisha na kujivunda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unamshe kitwa na kutawarai Mwenyezi Mungu, mwambie rabbi inni masani al-dhurru wa anta arhamur rahimin, rabbi inni masani al-dhurru wa anta arhamur mara 70. Umalizie ile fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahu rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin. Ya mwisho ile 70 umalizie hiyo, fakashafna ma bihi min dhurr fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan wa dhikra lil 'abidin. Hiyo ndio ya mwisho ile 70. Basi inshallah Mwenyezi Mungu atakuepushia matatizo yote ulionayo. Fanya siku ya kwanza, ukiona bado baada ya siku 3 yaona matokeo, rudi mara pili, rudi mara 3. Kwa hivyo uwe lakini imanan wa ihtisaba, muamini Mwenyezi Mungu na watarajia Mwenyezi Mungu atakujibu dua yako. Haya ndio mambo mazuri ya kutegemea kwa nani? Mwenyezi Mungu kwa nini na matatizo. Lakini kabla hujafanya haya na kuhusia mambo mawili, siku ile ambayo umeamilia kwamba mimi nataka kuinuka, ujaribu kutafuta halali ule, tafuta chakula cha halali ule, na urudi kwa Mwenyezi Mungu istighfar kama nilipokuambia. Maana kwa sababu dua ikiwa chakula ni haramu haijibiwi. Basi umeona mtagana kutafuta chakula cha halali ule, na ule istighfar kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu wale waliomkosea, kisha ule dua hii inshallah haitopita mara ya kwanza, mara pili, mara matatizo yote yatakuondokea. Na hili mujarrab kwa haya machache, hiyo ndio nasaha yangu nimekupa ya kushikamana nayo, na Mwenyezi Mungu atatakabali inshallah, yatakuondokea matatizo ulionayo. Mwenyezi Mungu akubariki Sheikh wetu Abudi. Amin. Uliozungumza manufaa kwetu sisi, kwako na sisi na wengine wasikilizaji wetu inshallah. Ndugu zangu, ni matatizo ambayo tuko nayo, kwa hivyo natumai ni langu, lakini kila mmoja ana yake. Kwa hivyo hii nafasi kila mmoja aichukue, tuingieni pale wafidhalika pale atanafasi mtanafasu, tushindaneni kwa hili inshallah. Wabillahi tawfik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa barakatuh. Wakuzima njoo hapa.